أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama baad, ndugu zanguni katika imani, leo ni siku adhim sana kwetu. Kwa hiyo sitokuwa na mengi sana ya kuzungumza, isipokuwa na machache tu ya kuwashauri ndugu zanguni kwamba tutumie hili kongamano kubadilisha nyoyo zetu. Yatakayozungumzwa na mashekhe hapa kwa muda siku mbili hayatofanikiwa ikiwa mashekhe wenyewe hawabadiliki au sisi viongozi hatubadiliki. Lazima kwanza tubadilishe nyoyo zetu na tuchukue fursa ya kongamano hili kutusafisha, na yale tutakayoyafikisha kwenu yawe kwetu kwanza yameshatekelezeka. Ndugu zangu katika imani, tusipoangalia kusafisha nyoyo zetu na kupendana kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, tutakutana katika kongamano kila mwaka na tutakuta hakuna mabadiliko yanayoendelea. Kwa hiyo kwa niaba ya Islamic Foundation tunachukua fursa hii kusema kwamba ushiriki wetu katika kongamano hili ni ushiriki ambao tumeuona una umuhimu mkubwa sana, na tumejitokeza kuwa mbele na kuhakikisha kongamano hili linafanikiwa katika hali ya juu kwa kushirikiana na ndugu zetu wa Safina, na vile vile kufanikiwa kuweza kumuita kiongozi wa nchi kuwa mgeni rasmi siku ya kufunga kongamano hili. Tunamwombea Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Mungu ampe afya na aweze kufika ili atufungie kongamano hili. La pili, nataka kusema kwamba ndugu zangu katika imani, kitu ambacho kinatula na kututafuna sisi Waislamu ni sisi waumini kuhamisha maneno ambayo tunajua tunachochea fitna. Na sisi viongozi tusikubali kupokea maneno kutoka kwa wapambe wetu au waumini wetu na tukalifanyia kazi. Mimi ushauri wangu wa mwisho kwamba ukisikia fitna, waite wale wanaosema, wayaseme mbele yako ili tukate mzizi wa fitina na tuwe wamoja Waislamu. Leo Waislamu tunachezewa kwa sababu hatuna umoja. Kwa hiyo ni matumaini yetu kwamba Islamic Foundation na taasisi zote kwa kuwa chini ya kivuli cha BASUTA na ndugu zetu kutoka Uganda, Rwanda, Burundi, Kenya, tutatoka na azimio moja ambayo litatufanya tuwe wamoja Afrika Mashariki. Jana nilikuwa na Sheikh Baero, tukasema siku hizi unafanya kheri alafu ile kheri inakuletea dhambi. Kwa sababu unafanya kheri alafu ile unamfanyia kheri anakuletea mambo ambayo yanakufanya wewe useme upate dhambi. Sasa jamaa, msitufikishe huko. Kama tumeamua kushirikiana kwa kuleta kheri, basi tushirikiane tulete kheri ili kesho mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala tupate malipo. Lingine, viongozi wangu wa kamati ya dawa ya Afrika Mashariki, naomba kukumbushia tena, tulipokuwa Tanga, Islamic Foundation ilitoa ofa kwamba iundwe secretariat ya pamoja kutoka kila nchi, atoke mjumbe na kuwepo na kamati hiyo ya secretariat, na sisi tuko tayari kwa kodishia ofisi na kuisarafu hiyo ofisi ili iwe kamati ya kweli na kusio na makongamano ya kushtukiza, na tuwe na program ambayo itaandaa plani ya miaka 5. Yaani mimi nikija hapa kwa mfano najua kabisa kwamba mwakani na kwenda Burundi, mwaka unaokuja na kwenda Rwanda na kwenda Kenya, sio mambo ya kushtukizana. Hii kushtukiza inasababisha mpaka budget za haya makongamano yanakalifu mara 2 kwa sababu ya kushtukiza.
Sijui kama ndugu zangu wa Safina walikuwa wako tayari kukuambieni kwamba hii budget ambayo wametengeneza imetumika zaidi, maana imetumika inaweza kufika milioni 140. Au nakosea Sheikh Adil? Sasa milioni 140 unaipataje hiyo kama hauna washirika ambao wana nguvu? Kwa hiyo ndugu zanguni na viongozi wangu kutoka nchi mbalimbali, tunayaomba tena katika kikao hichi tulipotoka Tanga tulisema na hapa tunasema tena. Tumeyafikisha jamaa. Sasa kazi kwenu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.